wetu tunamheshimu na ametupa mafanikio makubwa. Hakuna mwana Yanga yeyote asiyethamini mchango wa Djigui Diarra. Mzee wa Maokoto, umemokotesha shilingi ngapi? Pake wetu tunakuamini kama mzee wa Maokoto. Godi wamekataa kwamba wao hawagawi utamu klabu bingwa. So wamesema mpaka mchezo wa tatu. Wamesema mpaka mchezo wa tatu. Mchezo wa tatu na wa nne wana Mwarabu. Mchezo wa tatu na wa nne wana Mwarabu. Alafu baada ya hapo waambie wanagawa nini sasa baada ya utamu watakuwa wanagawa nini? Experience wanaenda kuchukua, wanasema wanaenda kuchukua alama. Si amesema na sisi tunasema mechi ya tatu na ya nne ya Simba wana experience di Tunis. Sio Vipers. Maana watu wasikalili maisha. Sio Vipers. Ni experience di Tunis. Sasa tunataka kujua baada ya kugawa utamu mechi ya tatu, mechi ya nne wanagawa nini? Au anawaambia wanachokigawa. Baraka njoo Yanga school. Yanga soka school. Ba watoto naona wanaingia wanamiminika kweli kweli. Bwana sikiza nikwambie kitu. Hawa watoto tuna mpango sasa hivi. Binti yangu umeona bwana? Nimemuona. Bwana wewe una baya bwana. Una baya. Binti yako yuko vizuri. Bwana sikiliza bwana. Mimi leo nina furaha. Hebu niacheni kwanza kidogo, nina furaha. Unajua furaha yangu inatokana nini wewe? Kitendo ambacho Young Africans tunakifanya kwa wachezaji wetu. Kitendo ambacho Young Africans tunakifanya kwa wachezaji wetu. Dunia nzima hakuna, na wataiga. Madrid washaanza kutuma request, wanaomba mnafanyaje hili jambo. Ngoja nikwambie, Diarra kavunja historia. Leo kadhihirisha ni kiasi gani wananchi wanampenda. Bwana nimeona leo watoto wa Kariakoo leo bwana, kuna wale jamaa wa Kinga sijua. Baba milioni 2 watu wanne. Yaani Diarra leo kama kakosa milioni 15. So niamini nini? Mwaka nimesikia bilioni hadi anasema. Bilioni. Afu unajua sometimes hesabu zinachanganya. Unajua mimi nacheza na watoto wa Yanga soka school, sometimes na mimi nakuwa bilioni 15. Bwana niwaambie tu kitu. Sawa. Leo tumeshuhudia vitu vitatu vizuri vya muhimu. Cha kwanza, wachezaji wetu ambao wale walikuwa kidogo wanapata nafasi muda mchache. Tumewaona leo muda wa kutosha. Tumewaona leo kina Musa Barakote. Tumewaona vizuri muda wa kutosha. Nataka wakachambue sasa. Sisi hatuchambui sisi wachezaji wetu. Tunawaachia wao walema fulani. Hilo la kwanza. Kiwango cha hali ya juu. La pili, bwana mmeliona, lakini hili jambo hili jambo hili sio la kawaida. Hili jambo sio yule Diarra, mimi naambia akifika nyumbani kwake atamwambia mke wangu, sikiliza, mimi cha kwanza nilikuwa nakupenda wewe kabla ya chochote, lakini sasa hivi naipenda Yanga ndio nafuata wewe. Hiyo kauli anaenda kumwambia mke wake Diarra. Niamini nini? Kwa hiki tunachokifanya? Labda nikwambie kitu Baraka. Djigui Diarra sio tu goalkeeper. Ni golikipa mwanachama wa Yanga Afrika. Alafu sikiliza. Asante sana. Djigui Diarra ni golikipa mwanachama. Sikiliza, kuna kelele alikuwa anamshindanisha na mtu. Mbona yule mtu vipi siku hizi? Mbona sisikii tena hizo kelele? Sisikii hizo. Injury ya chezi. Sasa ngoja nikwambie sifa ya mchezaji bora duniani. Free from injury. Ndio maana Messi, Ronaldo, Cristiano, wachezaji wote wakubwa sawa wanakuwa nje ya majeraha, kina Mohamed Zimbwe Junior, Shabalala, kina Pacome Zouzoua. Ndio maana mdogo ana Ballon d'Or, ndio maana ana Ballon d'Or. Mimi nakupa sifa wachezaji wakubwa hawaumia duniani. Sasa nikwambie kitu, sisi sio kama timu ya fulani bwana, timu ile inatafuta pa kujifichia. Viongozi wanakaa wanatafuta wa kumtupia mzigo. Bwana, mtu wa watu wamemtoa kwenye klabu yake pendwa, wamekuja kumdhalilisha Tanzania. Lakini cha ajabu kuna mtu atoki, sitaki kumtaja. Lakini pia mpaka leo hii sisi tuna kina Ndubundi John, tuna kina Offense Chikola, ni wachezaji wakubwa wanaokuwa taratibu, lakini wao kwao ni tegemezi. Yaani mchezaji ambaye sisi kwetu tunampa muda akuwe taratibu, wao ndo wanamtegemea. Ni aibu. Young Africa zinatoa mfano, Young Africa zinaonesha ukubwa wake tofauti na vilabu vingine vyote, na hili nawaambia, na kuanzia leo nawaambia kabisa, inabidi wale viongozi wa Mofulani watoke kuja kuchukua kozi pale Jangwani, ila wapitie kwanza kwa Godi kula mikate. Maana pengine inawezekana vyakula anavyokula havina lishe. Mimi nawaambia ukweli, Young Africans tunayofanya ni matusi. Yaani haya tunayofanya Young Africans, yaani jamani, mchezaji anaokoteshwa pesa rafiki yangu
hizi pesa zingekuwa upande wa pili, na mimi watu wangepigana, wangeshikana matai, wangepigana mapanga. Nawaambia kama bonus tu zitoki kwa wakati. Leo hii mchezaji anapewa begi uwanjani linajaa fuba la mahela, watu wangekuwa wanagombana, ungesikia ndio bonus yako. Kutoa hela nani? Mimi nakwambia ungesikia ndio bonus yako, lakini Young Africans hakuna njaa baba. Watu wanapewa hela uwanjani, watu wanapewa bonus zao, watu wanapewa posho za kila siku, watu wanapewa mishahara kwa wakati. Hiyo ndio Young Africa. Na mimi nawaambia tu kweli, kama mlishuhudia TP Mazembe ikiwa inanyanyasa Afrika, sawa, ikiwa inawatishia Waarabu, soka la Afrika likiwa limetawaliwa na Muafrika mtu mweusi, sasa mnaenda kuishuhudia Young Africans inapoenda kulitawala. Hizi dalili mimi nakwambia wanayofanya Young Africans ni dalili tosha za kuonesha kwamba hii ni TP Mazembe iliyokomaa, iliyochangamka, na tunakuja tuna miaka yetu kama 10 hivi, miaka kama 10 ya kuitesa hii Afrika mpaka Waarabu waseme sasa basi. Sasa hivi nakupa siri, Mwarabu akipangiwa na klabu ya Yanga, akipangiwa, ndugu yangu, wanakaa vikao, wanasoma kunuti, wanalia, wanalalamika. Yo nishakwambia Mwarabu kwani Makonde yule. Mimi nakwambia Mwarabu yoyote anayepangiwa na Young Africans walisema kundi gumu. Hebu ngoja nifanyie ile, unapenda kundi gumu. Eti kundi gumu. Sasa kundi gumu limegeuka jepesi. Alafu kundi jepesi limekuwa gumu. Sio, unanielewa? Yaani kundi gumu limegeuka jepesi, alafu kundi jepesi limegeuka gumu. Alafu sisi Young Africa tunavyojinasi, sisi bado kundi letu gumu. Walicheza mpira wa makaratasi. Mpira wa makaratasi, dondo au sodo wanaita, au shandimu. Rudia. Eti kundi gumu. Kundi gumu kichwa kama baba ubaya. Eti kundi gumu. Yaani ndio mjue hii ndio Young Africa, na hii na huu mfumo na huu utaratibu utaendelea. Kila mchezaji wa Young Africans ataokota, si umeelewa? Kila mchezaji wa Young Africans tunataka Tanzania hii, kama ametoka nchi za kigeni aseme bwana, mimi nataka nirudi Tanzania kama alivyorudia Aziz Ki hivi. Tunamsubiri Engineer Hersi Day na itafika hiyo, maana ukotesha hiyo watu watatuza magorofa. Yaani hii ataokota mpaka ndamwambiaje, hiyo tutatunza magorofa. Sisi Day Alikamwe, ujumbe ukufikie. Rais wetu kwa aliyotufanyia haya ni mazito. Hii miaka 4 Engineer Hersi kwenye utawala wake, tunaisubiri siku ya Engineer Hersi Day. Sema itabidi ya tofauti, atunzwe siku moja. Inabidi atunzwe kama rais wa vilabu vyote Afrika, atunzwe kama rais wa Yanga, inabidi atunzwe kama mjumbe wa FIFA, lakini atunzwe kulingana na magoli tuliyowafunga wa mafulani, binadamu wale. Achukue ubingwa kwa binadamu wa kwanza. Wewe tulia. Tuachie sisi. Sasa sawa kuchukua ubingwa wewe tulia kwa mpole. Ya sehemu gani katufurahi? Kwani nyinyi mlisema Farabati afungiki? Au sio nyinyi mkatuoji? Bwana Baraka, Yanga unazungumziaje ile kundi lenu? Naona kuna Farabati, kuna El Hali, kuna AJSK Kabaili. Mnaonaje kama mtachomoka? Tukawaambia tulieni. Tukawaambia tulieni. Morocco. Sio Morocco tu, watu wakatupeleke Santiago Bernabeu, sisi tunamkanda mtu. Yaani kwao kama kwetu, afu kwetu. Hiyo ndio Yanga Afrika. Dadangu, siku ambayo Engineer anaokota kwa wanachama sisi tuna sifa, tutamuokotesha tu. Yaani njia nzima okota. Tajiri anaokotesha. Ndio utajua, tutakupa sifa za yeye kwa nini tunamuokotesha. Si wano tunafurahi ni sisi. Yaani amani ya moyo wa kila mwana Yanga sasa hivi inatokana na hebu shusha kamera kidogo uone kodi Yanga. Hiki kitambi sio kama anakula sana. Hapana. Hii ni Yanga Afrika. Si umeelewa? Hizi ndevu zinavoshamili hivi. Sio kwamba sijui labda mwanamke wake anamchoza sana. Hii ni Yanga Afrika. Si umeelewa? Sasa haya matunda ya Yanga Afrika tunayoyapata lazima tuyarudishe, na fadhila zetu tunazirudisha kwa wachezaji wetu. Ndio maana tunawaambia haya tunayoyafanya ni muendelezo. Tunazidi kutengeneza historia zetu, alafu tunazivunja wenyewe. Yaani tulimtunza Aucho, watu wakashangaa hapa kiasi tulivyomtunza Aucho, lakini leo cha ajabu Diarra kamzidi Aucho mara 10,000. Hiyo ndio Yanga Afrika. Hiyo ndio Yanga Afrika, na hii ni trailer. Kuna mambo mengi ya kujifunza kwa wale mwafulani. Mimi nakwambia sisi tukifukuzaga kocha kwanza au tukimuondosha kocha, uaga anayekuja anakuwa bora zaidi ya yule aliondoka. Cha ajabu wao, anaondoka anakuwaga bora kuliko yule anayekuja. Hiyo ndio shida. Yaani swala la replacement kwao ni tatizo. Na ukiona mnashindwa kufanya replacement, ujue viongozi ndio changamoto, na scouting hamuna. Si umeelewa? Shabiki wa Simba leo anaongea hivi, jioni anaongea hivi, ila sio kwa shabiki wa Young Africans. Bana, nikisema Yanga bingwa imeisha hiyo. Hii ndio Yanga. Bwana, mimi niwaambieje? Diarra wananchi wanakupenda, na hapa bado. Yaani yule Diarra watu wanapajua hadi nyumbani kwake. Leo watu wanaenda kuonga hodi, wanaenda kutoa nyumbani. Asante sana.